Karibu tena kwenye Be Creative Topics. Mimi ni Bizo. Leo nakusimulia hadithi ya kuvutia iliyosukwa kwenye mitandao ya kijamii, mapenzi ya karne hii na hatari ya kuishi kwa picha na si kwa moyo. Hadithi hii inaitwa Thirst Trap. Hapo mwanzo tunamkuta Luke, kijana mtanashati na mwenye ndoto za kuwa mtu maarufu kwenye mitandao. Ni mtu anayejali sana sura, muonekano na namna anavyopokelewa mtandaoni. Picha zake huwekwa kwa uangalifu, caption zake zimeandikwa kwa hisia nyingi, lakini ndani ya moyo wake kuna upweke mkubwa. Anapenda kuonekana, lakini hataki kuonekana jinsi alivyo kweli. Wakati anaperuzi Instagram, macho yake yanatua kwa akaunti ya Zara, mwanadada mrembo aliyejijengea jina kama influencer, anayejulikana kwa ujasiri wake na ujumbe wa kuwa huru kama mwanamke. Zara ni mzuri, ana mvuto wa ajabu, lakini pia anaficha mambo mengi. Mtandaoni anaonekana kama mtu aliyekamilika, lakini ndani ya moyo wake kuna historia ya kuumizwa, kusalitiwa na kuachwa. Wanaanza kuzungumza DM. Kila ujumbe ni wa kina, wa kimahaba na wenye matumaini. Luke anamwambia Zara kuwa hajawahi kuona mwanamke mwenye akili na urembo kama wake. Zara, akiwa makini, anachukua muda kumwelewa. Anamuuliza maswali mengi. Je, unanipenda kwa jinsi nilivyo au kwa kile ninachoonyesha? Luke hajibu moja kwa moja. Anaendelea kumsifia, anashinda muda mwingi akiwa online akitafuta njia ya kumvutia zaidi. Hatimaye wanakutana. Ni kama walichokuwa kikipanga kwenye mtandao sasa kinapata uhalisia. Lakini mambo hayaendi kama ilivyotarajiwa. Zara ni tofauti na picha zake. Ni mwanamke wa kweli, anayehitaji mazungumzo ya kweli, hisia za kweli na maisha ya kweli. Luke kwa upande wake bado yuko kwenye dunia ya likes, comments na engagements. Kwenye kila chakula wanachokula, anapiga picha kwanza. Kila outing yao lazima iwe hadithi ya Insta. Zara anaanza kuchoka. Anaanza kuona kwamba Luke hampendi yeye, bali anapenda namna anavyomuonesha kwa ulimwengu. Anapenda kuwa na Zara ili aonekane kuwa na mwanamke anayependwa sana. Muda si mrefu, Zara anaacha kujibu simu. Anaanza kujitenga. Anamwandikia ujumbe mmoja wa mwisho. Wewe ulitamani picha yangu, sio nafsi yangu. Lakini kila picha inaacha doa na kumbukumbu kwenye moyo wake. Anaelewa sasa. Alikuwa na mtu aliyempenda kweli, lakini hakuwa tayari kupenda kweli. Mwishoni, Luke anaketi mbele ya simu yake, bila filter, bila background nzuri. Anarekodi ujumbe kwa Zara, hata kama hana hakika kama atauona. Siku zote nilikuwa naogopa kupenda. Nilikuwa natumia picha kuficha hofu yangu. Lakini wewe, uliona zaidi ya picha. Uliona mimi. Hadithi ya Thirst Trap ni hadithi ya kizazi chetu. Kizazi cha picha zenye tabasamu na mionyo yenye huzuni. Kizazi cha mawasiliano yasiyo na mawasiliano. Kizazi ambacho hupenda kile kinachoonekana, lakini husahau kilicho ndani. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa simulizi ya Thirst Trap. Kama umewahi kupenda kwa macho, au kuumizwa na penzi lililoanzia kwenye screen, basi, najua hii hadithi imekugusa. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Be Creative Topics. Mimi ni Bizo, na hadi simulizi ijayo, kumbuka, usikubali kupendwa kwa picha yako tu. Tafuta mtu anayependa moyo wako.